Hivi kwa nini hapa hivi? Wewe unaenda kanisa gani? Mimi? Mimi mkosa dini. Utakosaje dini na dini iko kwa wajoike? Sasa kama Sunday bado niko kazi. Every day. Dini ya Mungu, kila dini ya Mungu nielewe kwanza. Asubuhi unaporahuka saa 10:15, nikikusikia bado lakini kuna shida kidogo ya mtu mmoja hapa. Ikifika tu saa 6 bado naamini Mungu. Mungu ndio alikuumba. Na Mungu ndiye ameteremsha maneno yake. Sasa Mungu anasemaje katika Qur'ani mpe huyo? Sura An-Nur, sura 24 aya 36. Sura 24. Sura An-Nur. Sikia aya yake. Mungu hakupanga tuende kanisa Jumapili. Yaani wewe unajipea siku 6, Mungu wako anampea siku moja. Inasema hiyo. Wanyoike. Hebu mbe maiki kabla usome. Wanyoike. Naam. Siku 6 ushughuliki hizo ni siku zako za kuchangamka. Ndio. Mungu wako unamchagulia siku moja. Hapo itaingia kweli. Hiyo inakuwa ni Friday. Hii mambo ya kwenda kanisa Jumapili nani alileta? Ni Yesu. Yesu hajaenda kanisa Jumapili. Wakati wa Yesu maonyesho hakuna makanisa. Makanisa yameletwa juzi na wazungu. Sawa? Kanisa la kwanza ilikuwa Katoliki. Alafu PCEA. Alafu independent. Zikija mimi mzima. Naona? Zikija mimi na kwanza PCEA ikija tukatoka Katoliki tukaenda PCEA. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake akatutoa kwa Katoliki katika dini yake ya haki. Sasa Mungu anataka ufanyeje wewe? 20:36 sikiza. Uanze kufanya hivyo. Inasema ni baada billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Waonekane kwa kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Ndio, hebu subiri bro. Joni tukoteane, mkipita saa nyingine mnakotea na nini nasema madam tu ndio waongoje hapo kama mko na yeye. Ngoja tutajamalizana. Njoo. Unanikotea ukienda. Unaitwa nani? Naitwa Dagi. Hii nyingine Douglas Odinga. Jadero. Hizi nani? Ongewaji. Ongewaji, oyaore. Alright. Oleya. Bika, bika. Nyasai achiel kende, maana yake nini? Nyasai achiel. Nyasai moja. Mungu ni? Hebu msalimie yule msomaji wangu. Kuja, wapi? Kuja kwanza huko na kofia tayari. Ni jina tu ya Kiislamu. Unaitwa nani? Mimi David. Wewe ni David. Tutakuita Daudi. Unatokea wapi? Home uchago kwenye unaendaka uchago. Aya, Kiabuko. Niko jokere Kiabu hali ya Gizogoli. Kwa nyuleko? Kiaba. Wakawajiko kana karuri. Kawajiko. Anaitwa Kawajiko. Ukaha hamani toraji horo wataitaikarera haria. Mwena manzi, mwena sister. Wewe atasikiza hapo tutamletea buibui aje kuvaa warero. Tumpale. Yepi akae bana. Wewe wamushie oka onoko wewe wamushie. Wewe wamushie buito. Ni walambe wote. Sawa ndio nataka kunini. Yule madam kwa wiki. Unaitwa nani? Yule madam alikuwa nani? Kwa wiki. Wanjiro. Wewe kwa Wanjiro. Kineko. Kiabu. Aya ni yangu ito hawa ni wako wetu wote. Sasa unamweka kando kwa nini ni wenu? Sawa ndio tunaitwa shamania. Gutonekeza huko. Leo hizo huko. Na huko kezeko kiambatana kingali muru. Wewe kwa yuleko. Ni Katono. Katono. Katono ni mwana ule. Saidi ya Banana. Banana Hill. Ukipita hii Nazareth Hospital. Kadui kalera hali. Taikarera haweto huko kwa bui zaishi. Warera sana. Si ndio mama? Si warera sana hii. Warera sana. Mzee kwa hana tia. Wewe na huyu. Ndio kwa huyo kahaya uzikireria mahujo kana. Toko hegete hau. Ndio ile nyari nzuri ni kuegea. Pole. Ndio kana ukatoke tena tage. Aya. Wewe sister. Mambo. Arsenal hata mimi ni Arsenal juzi tumechukua kikombe. Wewe. Mambo. Epuka. Kama tu sister yangu nisalimie. Aja hata kijana yangu karibu aoe. Tunaweza panga tulete ng'ombe.
Tuziro ratio. Mambo. Tuliambiwa tusalimiane hivi. Na ni Arsenal. Si tulibeba kikombe juzi. Sema oye, Arsenal oye. Sasa unaitwa nani? Kumbe nyoze muri ya mushie. Jeri umeteko. Muranga. Owe wa Muranga. Kagema Muranga Kagema kana Muzizi kana Maragua kana ku. Ahora mina nishaelewa. Hebu taziweka ile uhuroke hali ndeka igire alafu twaragi ndaihuroka. Naona kati kali. Tahuroka hau. Hakuna shida. Please, uhuroka hau. Inshallah. Aya. Sasaka. Naam. Okava, omatavyo voa ngai. Kuja usungumze sisi yangu wako pale, bram yangu wako pale, Jatero wako pale, Jadung. Sema baba aliacha jinsi kwa serikali, sisi iko ndani ya broadband. Na si mbaya bro, sio? Hata sisi tunaishukuru serikali ya tunaishukuru serikali kwa jambo moja tu ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Unaona? William Samoei Ruto kwa kutupa uwezo wa kuhubiri dini yetu bila kusumbuliwa na mtu. Sawa sawa? Kila mtu anahubiri dini yake. Mkristo anahubiri, sisi tunahubiri. Sisi lakini hatudanganyi mtu ati hivi tunafanya muujiza. Tunakuambia njia haki ni hii, fuata hivi, Mungu atakulipa uzima wa milele. Sawa sawa? Huyo anaitwa Sasaka, ni mwalimu mwenzetu na wale mashaka wote msungumze. Uislamu sio dini ya Woria. Uislamu sio dini ya Wasomali. Uislamu sio dini ya Waswahili. Uislamu sio dini Uislamu ni dini ya watu wote. Bora wewe umeumbwa na Mungu, Gai ni umwe na Muhammad ni dukata ya Gai na Yesu ni dukata ya Gai na nabii za matometo ni Gai boka matore Gai ni umwe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo na wageni wengi sana hapa. Nashukuru kwanza kwa heshima yenu kukaa hapo na kusikiza maneno ya Mungu. Mungu wabariki sana. Haya. Abdullah, hata nianza kumsalimia my sister hapo. Patia mic. Vipi hali? Unaitwa nani? Recho. Recho ni Mkristo? Unaenda kanisa gani? Siendangi. Hauendi church? Karibu sana. Haya, nimsalimie na best hapo. Mambo vipi? Poa poa. Waitwa nani? Devi. Na wewe church hauendi? Mimi ni Mkristo. Unaenda kanisa gani? Church gani unaenda? Mimi nashiriki na Wakorini. Watoto nyuma. Wewe ni Mkorino. Asante sana. Haya baba hapo. Kanisa unaenda baba? Mimi? Mimi huwa nikishughulika kila wakati. Kwa hivyo kanisani time hauna? Labda nikuja nisikize kama penye nasikiza sasa hivi. Basi lakini kanisa uendi? Bana. Haya upatie na huyu. Tuko na Recho kanisa haendi, tuko na Roman, tuko na Mkorino. Haya tuko na kaka hapo. Mambo vipi? Poa. Waitwa nani? Dagi. Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Unaenda church gani? Siendangi. Allah. Hauendi church. Asante. Haya mpe na huyu my sister hapo. Dada mambo? Unaitwa nani? Njeri. Wana Asia. Wewe usishike hapo. Wewe. Unaitwa nani? Njeri. Na wewe church unaenda? Hauendangi. Asante. Hey. Leo na furaha sana kukutana na watu ambao kanisa hawaendi. Kwani mbona ulichukia kanisa jamani? Kanisa iliyofanyaje? Geuza huko, ile shida haina tuta hiyo. Geuza huko tu. Hey. Jerry, mbona unaenda kwenda church? Kuna nini huko? Hakuna. Wewe roho yako tu. Basi nakualika kuanzia leo uwe Muislamu. Ushiriki msikitini na ndugu zako Waislamu, dada zako ambao wako hapa, na utasoma dini, utafundishwa dini. Na dini ya Uislamu ni safi tu. Hata najua kwa roho yako unaipenda. Maybe ni chance hujapata ya kuifuata, lakini roho inapenda.
Nyeri, unasemaje? Kuna wawili sasa hivi wamesilimu. Mmoja akachukua jina ya Ali, mwingine Rashid. Wamesilimu sasa hivi. Na wewe Nyeri tuunge mkono. Hata mimi sikuwa Muislamu. Mimi nimezaliwa katika Ukristo, nikasoma katika Ukristo katika New Apostolic Church. Nikawa kiongozi katika New Apostolic Church, nikawa deacon kwa muda wa miaka 6 ndani ya Adriva hapo. Nikiwa deacon ndani ya kanisa na ubiri. Haleluya! Kwa maana maandiko inasema ya kwa niko na sauti vizuri sana hapa. Lakini baada ya kuona haki nikasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Leo na utangaza Uislamu. Nilikuwa kiongozi huko, nikasilimu na hiyo. Kwa hiyo na mimi nakualika katika Uislamu kwa sababu ni dini nzuri. Nasemaje Jerry? Rafiki yangu amecheka na hiyo sauti ya mapasta. Najua mapasta, hii sauti maiki ni yako Jerry. Maiki ni yako. Shehe, naam pia mara moja nisikie. Akia Mungu napendeza. Unajua, baadhi Jerry maiki. Unajua hii sauti ukiwa Mkristo na ukisomea kanisa ama kuwa kiongozi unapelekwa theology Bible unaenda kwanza kufundishwa Biblia na historia ya Ukristo, kisha unatengeneza na sauti kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Unapelekwa porini, unazungumza masaa 6, unahubiria miti, hakuna watu. Hapo uko shuleni unasoma. Sasa hapo niambie, siku utashika microphone utaongea watu wasikie wewe kutoka kwa Mungu. Kumbe hakuna, ni sauti. Hii sauti mapasta nyumbani waongeangi naye. Wewe kusikia sauti hii pasta ikiongea ile sauti ya kanisani. Sauti ya kanisani ya kali. Unajua maandiko inasema ya kwamba Mungu alipomuumba Adamu na kumweka katika shamba la Edeni, Bwana asifiwe sana, alimwekea mke mmoja. Sema mke mmoja. Msalimie ndugu yako, mwambie Mungu anataka mke mmoja. Sauti ziko nazo, lakini sasa tukaona huko siko. Tukahama, tukasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, tukasilimu. Leo na ufundisha Uislamu. Maneno Jerry. Kwa hivyo na mimi nakualika rasmi katika Uislamu. Unasemaje? Kusilimu si kazi. Kusilimu kusema la ilaha illa Allah. Ndio kenagoro na kungana kanwa. Unashuhudia ndani moyo wako. Kana kutuga yuge, waidoni kuhoyo kwama tigaga yumwe na Muhammad ni dukata ya gai na Yesu ni dukata ya gai basi. Mko Muislamu. Muhammad ne dukata ya gai, Yesu ne dukata ya gai, Mose ne dukata ya gai basi. Wote kama Muislamu. Kuna swali. Uliza sasa. Sasa nikiamua kuingia dini. Sitakuwa ngumu. Na nini? Na mimi nimekuwa Muislamu nikiwa mtu mzima hivi na sasa hivi nakufundisha Uislamu. Yaani nimesilimu nikiwa mtu nishamaliza shule. Dressing code anashangaa atakuaje? Ushanielewa? Kwa hivyo kwanza wewe ndio because bado wewe ni young, bado wewe ni mdogo. Kwa hivyo kushika Uislamu kwa very simple. Yaani angalia, ukisilimu tu after 1 week ukipelekwa hapa kuna madrasa, kuna msikiti hapa, kuna madrasa pale, sawa Yaani kila siku na uende madrasa ya watoto, waende ya watu wazima, kuna watu wazima wanasoma dini pale. Wanawake, kina mama wanasoma dini pale. Ukikaa just 1 week, utaona kweli mambo rahisi sana. Very simple. Very simple. Maandiko ni kama shule. Ni kama shule na inashika haraka because Kiarabu ni kama Kiswahili. Sababu maneno mengi ambayo mnatumia Kiswahili Kiarabu. Ukisema asubuhi ni Kiarabu, alasiri ni Kiarabu, Maghrib ni Kiarabu. Ukisema sabuni ni Kiarabu. Maneno mengi ya Kiswahili 98% ni Kiarabu. Zina ashara 12 na wasomea pia kwa Kikuyu katika lugha. Zina ashara ni Kiarabu pia. Zina ashara Kiarabu. Kwa hivyo almost 98% ya Kiswahili ni Kiarabu. Kwa hivyo Jerry, karibu. Welcome. Nasemaje Jerry? Na mambo. Unasemaje wewe Muislamu? Hiyo ya kusoma dini tuachie sisi. Hiyo angalia Jerry. Hiyo umevaa hiyo. Ukishakuwa Muislamu unavaa vizuri, unajua nguo za Kiislamu. Sasa maybe unauza itatoka wapi? Hiyo niachie mimi. Yaani ukishasilimu kupata nguo niachie mimi. Ama kina mama unasemaje? Wako yaani hiyo wacha na mambo yetu, yaani kusoma Uislamu
na kupata mavazi ya Kiislamu, hiyo ni kazi yetu Waislamu. Wewe yako tu ni kuja kwenye class usome for free. Madrasa itakuwa bure. Hakuna kulipa. Hakuna. Mimi mwenyewe nimesilimu sijalipa shilingi mpaka nikasoma mpaka nikamaliza na nikaja kuhubiri hapa. Sijalipa shilingi hata moja. Naelewa vizuri? Kwa hivyo hiyo siogope. Kuhusu kusoma ni sisi. Kuhusu kuvaa upate mavazi ya Kiislamu ni sisi. Hiyo siulize hiyo. Wala usiwe na shaka naye. Sawa Haya. Mtu akiweza kwa mengi ya dini, alafu ikatokea mambo mingi. Ndio. Kurudi anaruhusiwa tu. Wala haina shida, lakini hii mambo mengi hatuombi ipatikane, kwa maana sisi tutasimama na wewe katika kila hali. Hii mambo mengi hatuombi itoke. Kwa naomba atufafanulie labda nyumbani. Yaani hiyo nishamwelewa kwa sababu kwa mfano utokea nyumbani akasukumwa sana familia na nini. Ongea na mimi hapa. Nasema hivyo juu nilikuwa class 7. Naam. Niliingia dini. Ikakuwa before niingie nilikuwa nasomeshwa na kanisa. Ulikuwa unasomeshwa na kanisa? Kulikuwa tuna mambo mengi, nikaona drop out shule, nika drop out na nikaingia dini. Ndio. After kuingia dini, kanisa ikakuwa inanitafuta na shule. Ndio. Nikatoka dini, nikaendelea na masomo. Na masomo. Kwa sababu kanisa ndio lilikuwa na sponsor wewe kusoma. Na hawezi kusomesha madamu ushasilimu. Ikabidi kwanza ubwage Uislamu uweze kusoma. Pia si mbaya, ni akili ulitumia. Unajua kabisa Wakristo wanasiri shekhe, Wakristo wana bidii sana. Angedhihirisha tu mimi nishasilimu, angemsomesha kama angeenda huko. Lakini nafasi sahihi bado uko nayo. Jamani, ambao tunafanya shughuli hapa. Hakuna njia tafadhali. Tani leo vizuri Nasunguka hivi taratibu tu. Kwa heshima. Kwa hivyo madamu saizi usomi. Sasa wewe ni mtu mzima, si kweli Kwa hivyo uko na haki. Sawa? Uko na haki ya kuchagua imani unayotaka. Sawa Njeri? Haya basi wewe kuwa Muislamu. Madamu tuko pamoja. Madamu sisi tuko. Halafu vizuri umekutana na watu wa nyumbani. Sawa Umekutana na watu wa home. Watakuelekeza kila kitu. Sawa Na ukiangalia huyo mzee amekaa hapo huyo. Huyo machoino huyo. Huyo amesilimu akiwa na 40 years. Ametoka Kitui. Anaitwa Ahmed Kidhuka. Amesilimu na 40 years, ameanza Uislamu na sasa hivi ameandika kitabu cha swala kwa lugha ya Kikamba na Kiarabu ambayo Ukambani inasoma na watu waliosilimu. Machakos County, Kitui County na Makueni County. Vitabu anataka kupatia moja hapo. Aachi hiyo. Hiyo kitabu, unayo kitabu hiyo? Hiyo kitabu ameandika huyo mzee na amesilimu akiwa na miaka 40. Sasa niambie faida gani hiyo? Na yeye ana ngapi? Na sasa yako na ngapi? Na huyo anaitaka kusilimu sasa yeye na sasa yeye kusilimu kwa miaka ngapi? 67. Hebu angalia kuna 67 na amesilimu akiwa na 40 years. Alikuwa ni mwalimu wa secondary. Umenielewa? Umenielewa kwa hivyo usiona kitu kigumu sana. Huyu alikuwa anakufundisha hapa. Huyu hapa anaitwa Ali Kitonga. Alikuwa akiitwa John Kitonga. Anatoka Kiambu. Kwa hivyo hapo umekutana na watu ambao wametoka katika Ukristo, wakasilimu, wakausoma Uislamu, sasa hivi wanautangaza Uislamu. Kwa hivyo usiwe na shaka yote kuhusu mambo yote, tuko tayari kusaidia kivyote vile upate knowledge ya dini ya Kiislamu. Shahada tu hiyo. Baada ya hapo tutakuolewa, tutafutia kijana wa Kiislamu anakuoa, kama uko naye tunamsilimisha, maisha inaenda. Ama sivyo? Kama uko naye tunamsilimisha. Tunaenda msikitini, anachukua shahada, tunafungisha nikah na maisha inaendelea.
Kazi rahisi. Kwa hivyo Njeri, kusilimu kusema Mungu ni moja. Kusilimu ni kuamini katika roho yako. Kubali Mungu ni moja na kuamini manabii wote wa Mungu na kuwa Muislamu. Sawa Njeri? Haya, sema bismi. Rudia alafu tuongee kwa Kiswahili. Sema bismi. Lahi Rahman Rahim. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulu Lahi. Haya, tafsiri kwa Kiswahili. Sema nakubali kwa roho na kusema kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu moja tu. Nakubali kwa roho na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu na Yesu pia ni mtume wa Mungu. Basi hakuna kazi kubwa. Kina mama wamstiri haraka. Kina mama naomba saa hii ni Muislamu tumtafutie na kaptani kwa ajili ya Allah. Saa hii sio kesho, yani dakika hiyo sasa hivi. Ule mama anakaa karibu hapa, aingie ndani atoke na kaptani. Kama unataka sadaka tujalia kwa Mwenyezi Mungu upate faida, upate sadaka inshallah, ingia ndani lete kaptani. Kama unakaa karibu hapa inshallah na sisi tukufanyie dua. Njeri, ushakuwa Muislamu. Sawa Ushakuwa Muislamu. Katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Na wewe unaishi hapa, najua marafiki zako wapo pia Waislamu. Waalaikum salam. Shukrani jazakallah. Je, ni jina gani ya Kiislamu ungeipenda wewe? Yako mengi. Hebu niambieni majina ya Kiislamu. Aisha, Fatuma, Sauda, Halima, Sofia. Ile yake alikuwa akitumia gani? Naam, Zainabu. Allahu akbar. Zainab. Mashaallah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Zainab ndio jina la Kiislamu. Hivi kina mama jamani, hamuishi? Hakuna mama anaishi hapa? Tayari. Mashaallah. Barakallahu fikum. Mama yetu huyu Mwenyezi Mungu amhifadhi. Mwenyezi Mungu amustiri. Kama vile leo amestiri Zainab hapa duniani. Ya Allah, siku atainua mikono usiku na kuomba, anataka jambo lake. Ya Allah, muitikie dua yake ya Rabbi. Amen, amen. Ya Allah, tunakuomba leo amesimama, amemtii dada yetu, amesilimu, ameingia katika dini, ametua nguo zake. Ya Allah, tunaomba siku ya kiyama umfike na mavazi ya janna. Semeni amen. Amen. Hiyo sadaka aliyefanya sio kitu kidogo. Hiyo sadaka kutoa nguo zake ampatie mtu amesilimu, wallahi sio. Najua sisi watu wengine huwa tunatolewa nguo zetu kisha kufa. Yaani umekufa na inaenda kaburini, ndio nguo yako inapelekwa maskini. Toa saa hii. Saa hii uko hai ndio faida kubwa ukitoa. Usingojee mpaka ukufe. Ukifa si yako. Asante sana. Njeri amekuwa Muislamu, ataitwa Zainab Njeri. Ile nyumbani itoke. Haya. Tuko kwa brother hapo. Brother umesema pia kanisa uende. Ndio, nataka nikupe dini uanze kukaa bila dini. Kwa sababu gani? Hebu sikia vile Mungu asema 6:20 Timotheo wa kwanza. Mimi nilikuwa mwimbaji mzuri sana wa kwaya. Usinione hapa. Na sauti niko naye nzuri pia kuimba, lakini nikatoka. Sasa namtumikia Allah na kutangaza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe. Twende mwalimu. Timotheo wa kwanza 6:20. 6:20. Naam. Wanasema nini? Hauna Biblia hapo jamani? Ile nyeupe imeacha huko. 6:20. Inasemaje? Inasema nini? Yaani saa hii katika muhadhara leo ni day 1, wamesilimu watu watatu. Hebu niambie ni faida ama ni hasara? Ni faida kubwa. Sasa wale watu ambao wanapoleza muda wao nakaa kule, kazi yao ni kula kukaa. Yaani kuanzia saa 8 mpaka saa 6 usiku hana mahali pengine. Na wewe umeacha shughuli zako ukaja katika muhadhara hapa. Shekhe, hii nafasi umekaa hapa, kwa hiyo muda umekaa hapa, siku ya kiyama utaenda kuonyeshwa.
Utasema ya Allah, lao kama muhadhara ingekuwa kila siku, kama hiyo dakika kidogo nimehudhuria ndio malipo yake. Je, kama muhadhara ingekuwa ni kila siku? Na wewe unakaa kwenye kibanda cha mgukaa masaa 10, masaa 6, masaa 12, siku ya kiyama hiyo nafasi utaenda kuulizwa muda wako uliutumia namna gani? Hiyo nafasi ulikaa masaa 2, masaa 3, unatafuna mgukaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaenda kujibu huo muda wako uliutumia namna gani? Hebu njoo huku Zainab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hata huwezi kumjua kama amesilimu sahihi. Yaani mpaka waambie ni yeye. Mpaka waambie ndio huyu. Allahu Akbar. Ndio hapo kidogo, ingia hapo. Waislamu, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Hebu niambie kama ni yule ulikuwa umemwona hapa. Hebu angalia, anapendeza na nuru tayari. Allahu Akbar. Zainab, karibu sana Zainab. Very smart. Wewe ndio Uislamu. Sura ya 2 138 mwalimu. Sura ya 2 hiyo ni yake. Unaona sura ya 2? 138. Hebu sura ya 2 pamoja na andiko mwalimu hapa. Sura ya 2 138. Sura ya 2. Sikiza hiyo. Aya 180. Na 8. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. Ndio. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kina mama naomba hata kesho mkija jamani. Hizi mihadhara tutatembea sehemu mbalimbali. Tunaomba ukija kesho tafuta gafsari moja na dira moja, wallahi wakisilimu mtu tunampatia. Inshallah, tuneni inshallah. Kesho ukija na wewe unatoa sadaka, hizo watu wakisilimu wanapata. Kama wewe ni mwanaume na wewe, toa kanzu moja. Kuna vijana wawili wamesilimu hapa, wamekosa kanzu. Toa sadaka na Allah atakulipa inshallah. Haya, soma andiko niongee na brother hapo. Mbili ngapi? 238. 100 sasa. 138 sura ya 2. 138. Inasema nini? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Uislamu ni pamba la Mwenyezi Mungu. Asante. Alilotupamba. Kweli na nyinyi. Waislamu. Hebu mpatie kaka huyu kwanza. Huyu kaka. Hebu muangalie Zainab. Ako vipi sasa hivi? Unaonaje? Osman. Mwanzo alikuwa hayuko hivi, lakini sasa unaona wewe mwenyewe unapendeza. Wewe mwenyewe unaonaje? Unajua ni kwa nini? Kwa mfano mtu anauza njugu, sawa Unajua njugu Kuna mtu anauza njugu amefunga. Iko sindi mpaka uzarue ndio kule. Na kuna njugu nyingine kwa uteo. Iko wazi. Ugonjwa unaona gani? Ile ambayo imefungwa ama iko kwa uteo? Ile iko wazi bwana. Nishikie hapa. Mashaallah mama yetu. Mashaallah. Ametoa nguo. Naomba muongezee ile kichafuka ambaye na hivi. Hakuna kuvaa trouser, hakuna kuvaa nini. Mpatie kabisa. Muongezee. Allahu Akbar. Hiyo ni Ijumaa na hiyo nyingine kabisa shika na hii muongezee. Yaani kuanzia leo mambo ya ile kuvaa nje top Unafunika inakuwa ndani. Ukiwa ndani ya nyumba peke yako huko maybe kama umeolewa na nini haina shida, lakini ukitoka nje jifunike. Sawa Allahu Akbar. Haya songeeni hivi watoto. Mashaallah, kina mama mnatoa sadaka zenu manguo kwa ajili ya kumstiri dada yetu ambaye amesilimu. Mwenyezi Mungu awalipe. Mkiinua mikono usiku muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lenu, Mwenyezi Mungu awaitikie. Amen. Ya Allah, tunaomba hawa wenye kutoa nguo zao kwa ajili ya kumstiri huyu dada ambaye amesilimu, tunaomba siku ya kiyama wavike na mavazi ya janna. Amen. Amen. Siku ambayo utainua mikono kwa jambo lolote lao katika familia, wakimuita Allah kwa ajili ya jambo lao, ya Allah, kwa hii sadaka ya leo katika da'wa na kuwakaribisha watu wamesoma wamesilimu, ya Allah waitikie dua yao. Amen. Hii dua Waislamu nasema amin. Hapa kuna watoto hapa, hawa watoto wadogo wajafika kubaleghe, dua yao ni makubuli. Wengine tu labda ni mayatima. Haina pasia. Hapa kuna wengine ni mayatima. Wakisema amin inaenda. Kwa hivyo nafasi ukiipata ya kufanya jambo la kheri katika nafasi kama hii, itumie vizuri. Dada Zainab amesilimu, amechukua jina la Zainab. Sawa Hata mpatie na huyu. Brother, unasemaje na wewe? Kazi ndogo tu. Are you ready? Acha nisomee andiko kwanza ya Timotheo. Naam. Tutakuja kwanza huko. Timotheo kwa pembeni, mpatie mic kwanza. Are you ready? Kuwa Muislamu. Wewe. Uko ready? Sahi.
Amefanyaje? Amefanyaje? Vipi? Achana nayo. Achana nayo. Kwani inakuaje? Haiko sawa. Allahu Akbar. Haya, tunaomba watoto tupite hapa. Haya. Pia brother hapo tayari. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Jamani, mimi sisikii takbir jamani. Sisikii kabisa. Yaani ndio takbir kama watu ambao wamefunga Ramadhani bila kula chakula. Naomba tupige takbiri yenye kuwa na nguvu. Takbir! Kidogo sahihi imesikika. Asante sana. Kaka kuwa Muislamu ni kama vile maneno ambayo my sister hapo ameyasema, sawa Haya, shika maiki vizuri. Abdullahi. Haya, sema bismi. Abdullahi. Lahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Aya, tafsiri yake, sema nakubali kwa roho na kusema kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu moja tu. Nakubali kwa roho na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu na Yesu pia ni mtume wa Mungu. Basi katika hayo maneno tayari ushakuwa Muislamu. Hakuna kazi kubwa. Yaani kuwa Muislamu ni kama vile kuchukua mshale wa kibiriti. Lakini maneno hayo ni mazito kuliko mbingu na ardhi na vilivyomo. Ushakuwa Muislamu. Katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Kabla mimi kusilimu nilikuwa naitwa Solomon. Solomon Ngige. Unaona Baada ya kusilimu nikachukua Isaka. Nabii wa Mungu huyo. Mtoto wa Ibrahim aliyezaliwa na mama anaitwa Sara. Ismaili akaingia Isaka. Haya, jamani. Jina gani wewe? Alikuwa anajibadilisha tu. Saka. Una deni baba. Kanzu ni yako. Naomba kesho uje nikuletee kanzu. Semeni inshallah. Takbir! Yaani madamu amechukua jina langu, basi na mimi najitolea inshallah. Kesho hapa saa 10 tuko hapa. Kuanzia saa 7 baada ya salatu Jumaa kesho niko hapa. Njoo kesho upate kanzu yako na kuletea zawadi, sawa? Because naona urefu ni wa kwangu, tunatoshana Kwa hivyo hakuna chochote kipata. Unavaa. Naona ile kanzu. Mashaallah. Mama yetu pia ile kanzu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mama yetu Mwenyezi Mungu amlipe inshallah. Amin, amin. Siku ambayo itahitaji jambo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amkubalie dua yake inshallah. Amin. Tunaomba ya Allah. Mtume anasema tibuni maradhi kupitia sadaka. Yaani kama kuna mtu mgonjwa unapotia nia, unapotoa sadaka, ya Allah mpatie afya mama yangu, mpatie afya baba yangu, mpatie afya mwanangu, kwa sadaka inakuwa ni makubuli ama mpatie kifaa. Kwa hiyo naomba mama yetu inshallah ameamua kutoa sadaka ya kanzu kwa ndugu yetu inshallah taala. Kama kuna maradhi katika familia, pelekee mwenyewe. Kama kuna maradhi katika familia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondoe katika maradhi kama hayo inshallah. Naomba watoto hapo wakae chini. Isonga. Valishe.
Mavi. Coba. Taifa zaman. Hawa naelewa lugha gani? Unasikia lugha gani mimi? Hawa hapa. Oya. Wewe kijana. Mkae chini. Wanajua vizuri Taifa na mnyamazi. Charles. Ama Chalisa. Najua vizuri sana. Haya. Na kesho ndio chukua kanzu kwangu na dadangu pia kanzu. Haya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haya, kuna mwingine hapa sasa. Maiki ni ya kwako. Wewe hapa. Wewe hapa. Wewe kanisa uendi. Wewe ni Mkorino. Wewe ni Mkorino. Ate niye demore. Niye demore. Nada kame ya Yesu. Hiyo si ya Wakorino. Hiyo ni ya Warokole. Petoro na Johanna ageni kuhoya kioje kiarukie mwakoine. Ya mahoya deni Petoro akemwera zaidi wale. Hiyo ndio Wakorino wagezomo huyo. Uone anakofia kona hayo nyingine tu kando ba. Mbazia maiki. Unajua hawa jamaa watu wazuri sana, wanavaa kanzu wakiswali Allahu Akbar. Kama inamtoshea mpelekee pale. Mpelekee kwa hiyo kanzu hiyo. Mpelekee hiyo kanzu hapo. Mashaallah. Dada yetu pia nani ametoa jamani? Allah amulipe. Amin. Kaka yetu Mwenyezi Mungu amstiri kama vile amemstiri ndugu wetu inshallah. Alafu naomba wanaume wazee ambao tuko hapa tujini pande hii. Nani huko wanaume? Kina wazee vijana nidhamu kidogo na nidhamu yake, wanawake napatia nafasi peke yao na wanaume peke yao. Wewe baki njoo sikiza pande hii inshallah. Kina mama wabaki pande hii, wanaume tuwe pande hii. Kuba njoo kaa hapa wewe. Kaa hapa. Namna hiyo mashaallah. Kina mama wote hata kama Mkristo wewe kaa hapa, hakuna shida. Najua sisi kama vile kanisani huko wanaweka kireni maharagwe pamoja hivi kama hizo ambono. Tukae namna hiyo. Haya. Wewe Mkorino, unasemaje? Unataka Muislamu pia wewe? Hapana. Hapana. Haya, mimi nakuja kwako. Haya, mpe dada hapo. Mpe sister. Sister. Mambo. Poa. Hebu muangalie Zainab. Rudi nyuma. Wewe. Zainab ndiye unamuona? Hapo smart ama hapo smart? Hapo smart. Unasemaje na wewe? Tukuite Aisha, tukuite Fatima, Firdaus. Na uko na kala nzuri ya chocolate. Ukishapiga jera yako pale ukifunga utana pendeza kwa ama Uislamu unasemaje? Wangapo namkaribisha kwa Uislamu. Hebu angalia wote hao. Hebu angalia wote wameinua mikono yake chini. Unaona na sasa kuna baridi, ukivaa hiyo mavazi na baridi usikii. Nasemaje? Hebu ndio. Uko tayari? Niko tayari. Takbir! Allahu Akbar! Ako tayari. Allahu Akbar. Allahu Akbar.